Hali gani na karibu katika Jamii Leo kwa siku ya leo. Jina langu ni Khadija Mzee. Mimi naitwa Ramadhan Goda na moja kwa moja tukaribishe katika Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Tukianzia katika habari inayomhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amesema walimu mnatafuta matatizo, msijaribu kula hela ya serikali. Tunaambiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewaagiza viongozi wote wa kuanzia ngazi ya mkoa hadi kitongoji hapa nchini kufuatilia matumizi ya fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kutoa elimu bila malipo kwa lengo la kudhibiti mianya ya matumizi mabaya ya fedha hizo. Tukimnukuu Rais Magufuli ambaye amesema kwamba, namnukuu hapa, napenda nitoe wito kwa walimu Tanzania nzima, mnatafuta matatizo, narudia, mnatafuta matatizo, msijaribu kula hela ya serikali, mwisho wa kumnukuu Rais Magufuli. Ametoa msisitizo hivyo, kwa yoyote ambaye utafanya tofauti na hivyo utakutana na rungu lake. Tuangalie kwenye takwimu basi, ambapo maoni zaidi ya 250 tuliweza kuyakusanya, huku asilimia 60 ya wachangiaji wamepongeza agizo hili la rais na kusema ni kweli wanafunzi hewa huwepo mashuleni, na asilimia 40 wao wamesema wamehoji iweje rais afanye kazi ya ngazi ya chini kama hii wakati kuna viongozi husika wanaoweza kuzifanya. Naam, ikiwa ni takwimu hizo zinasema hivyo, lakini tuangalie sasa baadhi ya maoni ya wadau wetu wanasemaje. Mugua yeye anaanza kwa kusema rais ana haki na yuko sahihi. Walimu wakuu wameweka majina kwenye admission register, attendance register, kitabu cha zamu, lakini darasani hawamo. Yanawekwa ili shule ipokee pesa kubwa, na yakifika darasa la 7 watauziwa watakaorudia darasa la 7 baada ya kushindwa mitihani yao, na wale walioshindwa kidato cha pili. Maafisa elimu ndio walezi wakuu wa tabia hii ya walimu wakuu. Ndivyo anavyomalizia hivyo Mugua. Lakini tukiangalia mdau wetu mwingine, huyu anaitwa Kirengesd, yeye anasema kama kiongozi anaweza kusimamia kazi kubwa na ndogo, basi asimamie. Kama nchi tumeshindwa miaka yote kuweka madawati shuleni, leo rais kwa nini asivalie njuga swala hili? Rais wetu si mvivu na haendi kuzurura ng'ambo kila leo, tumwache apige kazi. Naam, hayo yakiwa ni maoni yake huyo Kirengesd. Lakini wewe mtazamaji na au mdau wetu wa Jamii Forums, una maoni gani na unapenda kusema nini kuhusiana na hili? Tafadhali usikose kuchangia mjadala huu ambao unaendelea katika mtandao wa JamiiForums.com katika jukwaa la siasa. Tuelekee basi katika habari yetu ya pili kwa siku ya leo, ambapo ni huko Kenya. Tunaambiwa kuwa mwanaume amkata mikono mkewe kwa kushindwa kupata watoto. Ni katika tukio ambalo ni la kusikitisha lililotokea Julai 24. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Steven Ngila Thenge mwenye umri wa miaka 34 wa kijiji cha Kathama katika kaunti ya Machakos nchini Kenya amemkata mikono miwili mke wake wa miaka 7 sababu wameshindwa kupata watoto. Na tunaambiwa kwamba mtuhumiwa anashikiliwa na jeshi la polisi nchini Kenya mpaka hivi sasa. Naam, tuelekee sasa kuangalia takwimu zetu, ambapo tunaona kwamba maoni zaidi ya 2500 yaliweza kukusanywa juu ya habari hii, lakini mtazamo wa jumla ukionyesha wadau wote wanasikitishwa na kitendo cha mwanaume huyo, na asilimia 80 wakisema kuwa mwanaume huyo anastahili kufanyiwa kile alichomfanyia mke wake, na asilimia 20 kwa upande mwingine wakisema sheria lazima ichukue mkondo wake. Na tuangalie wadau wetu basi, tuangalie maoni yenu kwamba mnasemaje kuhusiana na hili. Huyo wa kwanza anaitwa Geoffrey mwanaharakati. Yeye anasema katika maisha unapoamua kuingia katika taasisi ya ndoa sio lazima uweke mategemeo makubwa ya kupata mtoto au watoto, na huyo aliamua kuingia naye huko. Ndoa ni taasisi iliyowekwa na Mungu kwa ajili ya watu kuepuka tamaa ya kimwili na uzinzi. Kupata mtoto kwenye ndoa ni zawadi ambayo Mungu ndiye anayoitoa. Hivyo ndivyo anapomaliza yeye, lakini Fatna Hussein anasema kwamba inauma sana kumkata mikono mwanadamu mwenzako, tena mkeo. Binadamu tumetokwa na utu. Inafika kipindi mtu hata chembe ya huruma huna. Naomba sheria ifuate mkondo wake. Na wewe basi mtazamaji, umechukuliaje kitendo hiki? Shiriki mjadala huu unaoendelea kwenye mtandao wa JamiiForums.com kwenye jukwaa la Kenyan News and Politics. Tukiwa tunamaliza hiyo habari ya pili, tuelekee sasa katika hoja ambaye mtoaji wa hoja hii ni Babeli. Yeye anasema kwamba kwa nini watu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC hawazungumzii haki za wezi wanaochomwa moto?
anahoji hivyo Babeli, ambapo yeye katika hoja yake alianza kwa kusema hivi: nimeshuhudia wezi wakiuawa na wananchi wenye hasira kali mara nyingi sana. Nataka kuuliza watendaji wa LHRC, je, mwizi huyu ambaye ni marehemu hana haki ya kusikilizwa? Nini tofauti ya haki kati ya mtu huyu na yule ambaye ameiba fedha za umma au fisadi ambaye anatumbuliwa jipu hadharani? Tofauti yake iko wapi? Ndivyo anavyouliza Babeli katika hoja yake hiyo, ambao sasa tukiangalia takwimu tumekusanya zaidi ya maoni 292 na mtazamo wa jumla ukionyesha kwamba 80% wanaonyesha kusikitishwa na kukasirishwa sana na kituo hiki kushindwa kutetea haki za wanyonge. 20% kwa upande mwingine wamepingana na hoja kwa kituo hicho hakitetei haki za wezi wanaochoma moto na kusema jambo hilo huzungumziwa kila mwaka kwenye ripoti zao. Ndivyo hivyo ambavyo takwimu zetu zinaonyesha. Tuangalie maoni yako wewe, mdau wetu, unasemaje? Huyu Alpha na Omega yeye anasema hao wanaodai kituo cha kutetea haki za binadamu hata mimi siwapendi, kwani wenyewe wako kwa lengo la kupinga serikali tu. Yanayotokea kwa wanyonge wanakaa kimya. Yametokea mapigano na mauaji ya wakulima na wafugaji, wako kimya. Futilia mbali, hii taasisi haina tija. Naam, Mahesabu ni mtu wa pili kutoa maoni katika hoja hii. Anasema kwamba jambazi akiua polisi wao wanakaa kimya. Vituo vya polisi vikivamiwa wao wapo kimya. Ukiwabana sana wanakuja na hoja eti mtakuta hizo kwenye ripoti zetu za mwaka. Ngoja sasa itokee ishu yenye maslahi na wanasiasa au yenye malengo ya fedha. Hapo wananchi wanahoji hivyo, lakini je, wewe una maoni gani kuhusu hoja hii? Weka maoni yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Hapo ndipo tunapoweka nukta ama kufikia tamati ya Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Ramadhani Ngoda. Na mimi ni Khadija Mzee. Kama ilivyoada, tafadhali usisite kutembelea mitandao yetu mbalimbali ya Jamii Forums, Facebook, Twitter, Instagram, vyote hivyo @Jamii Forums. Mpaka wakati mwingine.